4, mtoto wa single mother na wa maskini na watajiri, kila mtoto anapata mayai moja anakula kila siku kwa shule zetu, inaendelea. Na nimesema hivi ya kwamba kutoka Aramisi hii Thursday, watoto wote wakirudi kila Thursday, kila mtoto atakuwa na kunywa packet moja ya maziwa. Mbona nifanye hivyo? Niwaambie, unajua unaweza kuwa unaishi hapa Thika na unasahau ya kwamba wewe umebarikiwa na kabiashara yako. Kuna mtu anaishi hapa hata hiyo ka packet ya maziwa nyumbani kwake hakuna. Niwaambie, ithiwe Gikuyu tugaga muona turugamite guku turugamite tuigananitio ni nguo. Ni moyo gwa ndwaitu. Kuna watu wako na mambo mengi nyumbani. Sasa ndio nikasema wacha tushikilie watoto wetu, tushikilie wazazi, hayo mambo kidogo kidogo tuwasaidie. Ya mwisho nataka mnisikize vizuri. Mimi niliitana hapa Kiambu mzima wakati nilichaguliwa 2022 December. Nikasema nataka watu 1 million niwasaidie, niwapatie kadi ile tunaita Kiambu Afya. Watu wakatokea watu wachache. Wenye walijiandikisha, sasa siku ya leo nilipata watu 1,300, 300,000. Hao watu wenye tuliandika siku hiyo. Yule mama alikuja akapeana jina ya mzee na watoto. Leo hao wote familia mzima wakienda kwa hospitali yoyote ndani ya nchi ya Kenya, anaenda anaulizwa jina, anapeana jina na namba ya kitambulisho, wanatibiwa familia mzima kwa nchi nzima. Watu walifikiria ni mzaha. Wengine wakasema ati jamani hii ni kelele, anaanza kutafuta kura mapema, walifikiri mchezo. Jameni, nataka niwaambie wanadhika, na mkienda nyumbani mwangimbie watu wetu, kwa vile saa hizi nimekaa mnaona nimeletewa karatasi hapa na huyu Kentams. Yeye amenipatia, ni mtoto huyu amekuja hapa. Amesema mtoto wao mdogo ako hiyo hospitali hapa Thika, ameshikwa hapo, alipona, yeye ni mateka, hawezi kwenda nyumbani. Nimsaidie. Hiyo ndio inakuanga story yangu kila siku. Mimi nasema situmalize hii story, na nimewapatia suluhisho ya kwamba hata kama wewe mama ukiwa na ugonjwa wa sukari, ukiwa na ugonjwa ule wa kukimbia damu ule tunaita high blood pressure, ama ugonjwa wowote, ukichukua kadi ya Kiambu Afya, watu wanaita Wamatangi kia sasa, hakuna mtu atakuuliza pesa. Sasa enda hospitalini, hata kadi haulipishwi, ni bure. Bora upeane jina lako na namba ya kitambulisho. Lakini ya mwisho na ya muhimu, na msikize watu wa Thika, ukiwa ndani ya huo mpango wa hiyo kadi, mtu yoyote wa familia akilazwa hospitali, akose kwa bahati mbaya kukosa kupona, yeye analipiwa bill, alafu familia inapatiwa shilingi 1,100 ya kwenda kupanga mambo ya mazishi. Tuko pamoja jameni? So nataka niwaombe kwa heshima, kwa vile mnajua haya mambo lazima tuyatatue, kwa vile mlitupa hii kazi. Mimi nikiwa senator wenu, nilikuwa ninakaa hapo Nairobi, kimbia hapo nikiwa kwa Senate, nakutana na wanakiambu, hata jirani wangu wawili nilikutana nao. Mtu ameshika mama kwa mkono na watoto wawili kwa mkono mwingine, wanaelekea airport, wanaenda ng'ambo, wanaenda kuishi Ulaya. Mimi nawauliza, kwa nini bwana? Wewe umewacha ng'ombe nyumbani, umewacha shamba, umewacha kanyumba mzuri, unapeleka watoto wapi ati mmepata green card? Anasema hapana, acha tuende. Green card ni mzuri. Tumepata ya kwenda US. Mtoto huyu akikuwa mgonjwa, hakuna mtu anaitisha pesa huko. Wakitaka kwenda kutibiwa, hakuna hata shilingi moja. Kama ni masomo, wanasoma bure. Unapata watu familia mzima wanawacha makao yao hapa wanaenda ng'ambo. Mimi nikasema, na ndio ninawataka niwaambie wanadhika, ndio igire tutapanga hii mambo. Mumesikia nimewaambia sasa basari ni mara 5 kwa mwaka huu. Tukifika next year, hiyo basari tutafikisha karibu 1 billion. Ndio tuhakikisha mtoto yote anasoma. Nimewaambia sasa mambo ya afya. Na mimi niliwaambia watu, na mtaniuliza siku moja hapa, 2027 watu hawatachukua visa ya kwenda USA, watachukua visa ya kukuja Kiambu. Tuko pamoja? Ndio. Kwa vile hayo mambo ambayo inafaa kufanywa huko na inavuta watu huko, tutaifanyia hapa kwetu hapa Kiambu. Netwanyi tanado hitu. Kwa hivyo mimi nataka niwaombee Mungu awabariki, awatende vyema. Kazi sisi tutawafanyia. Mkisikia saa zingine kelele hii mnasikia Wamatangi ataenda, atafanya nini? Ya kwanza niwaambie kwa uhakika ya kwamba roho yangu na akili yangu na mwili wangu niko sawa, niko timamu na sina wasiwasi. Tuko pamoja jameni. Na mimi niwaambie, saa zingine mkisikia hiyo vita msiulize ni nini hii kelele unasikianga mingi.
Ni kwa vile huyu governor, hiyo vitu unasikia mimi nafanya napatia wamama kuku. Hiyo kuku ndio mnaleta mayai, mpatie watoto wetu kule mayai shuleni. Napatiana fertilizer, napatiana mahindi, watu walime, wapande, tukue na chakula. Ninalipa hii mambo unasikia nazilipa ya kadi, watu wote wenye wanajiandikisha ninawalipia. Haya mambo yote sio ati nimetoa mahali ingine. Haya mambo yote yalikuwa, hata kulikuwa na magavana wengine. Pesa hakuna pesa mahali mimi nimekopa. Hakuna mahali nimeiba. Mmesikia nikitafuta ati niliiba pesa? Nimekaa hata mwaka mmoja ndio mwaka mmoja unaisha. Wewe jiulize kwa mafikira yako, kama huyu governor ameingia hajamaliza mwaka mmoja, ametoa wapi hii pesa ya kukuja kujenga stadium, ya kwenda kujenga soko, ya kuja kupatia wamama hapa tichukuku na mama halipi, anapeana fertilizer account mzima, hii pesa imetoka wapi na haijakopewa? Hii watoto wenye wanalipiwa, kwani hii pesa imetoka wapi ya kupeana basari mara 3 ndani ya miezi 6? Hii pesa ilikuwa yenu. Sasa makosa yangu ni moja tu, ndio mnaona mimi napigwa. Mimi nilisema, jameni, mnajua historia yangu. Mimi nawaambianga historia yangu, mimi ni mtoto wa single mother. Mama yangu na baba walikuwa marafiki, nikazaliwa nikiwa firstborn. Wengine 5 wakazaliwa nyuma yangu. Kukaa mzee na mama wakatupiana mikono, kila mtu akaenda kivyake. Kwa bahati mbaya mzee akaaga. Kukaa wakati mimi nakuwa mzima, kabla sijaanza kujifanyia kazi na mikono kuendelea kupata kitu yangu, mama alikuwa na ugonjwa wa sukari. Akaaga. Nikabaki nikiwa baba, nikiwa mama ya watoto wa maskini, single mother. Kwetu hakuna mtu ambaye kuchaguliwa mwingine isipokuwa mimi. Sisi sio familia ya matajiri. Kwetu hakuna hata tajiri mmoja mwenye alitupatia jina. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu mtu hakukuwa na jina na hana namna. Sasa Mungu akanipeleka kwa mapenzi yenu, mimi ndio governor. Sasa mimi naulizanga hawa watu, umniambie inawezekanaje vile nilivyoishi Mungu akanibariki ati nipate kiti nikuje kuwasumbua na kunyanyasa wenye wako vile mimi nilivyokuwa? Nikasema haiwezekani jameni. So sasa wakikuja na mipango yao, governor hapa kuna kaploti tukule, mimi nawaambia sasa hapana, hiyo ni ya wananchi, kama unataka kukula au nitakupeleka jela Japan. Nikamwambia sasa tusikilizane jameni. Hii mambo ilikuwa ya kandarasi bandia ndani ya hii county. Unasikia kuna barabara hiyo inajengwa, hakuna barabara. Hii inajengwa hapo, unaweka mataa, hakuna mataa. Na mtu amekula milioni 5, mwingine amekula milioni 6, mwingine amekula milioni 10. Nyinyi hapa ni kuumia. Hata baraka ya Mungu hauwezi kupata. Ama namna gani jameni? Sasa wakati mimi niweka lock, nikaweka break, nikachukua funguo, nikaweka hapa. Na nikasema sitoi. Nitawanyitana. Nikasema sitoi, inakaa hapa mpaka miaka 5 ikwishe niwarudishie funguo. Nikiwapatia mseme tuendelee ni sawa sawa. Lakini wakati yangu wizi hautafanyika. Tuhamu ado itu. Vita mimi nitavumilia. Matusi nitavumilia. Mambo mengi nitavumilia. Hata Bwana Yesu alivumilia yote. Ama namna gani jameni? Kwa hivyo mimi sina wasiwasi. Nataka niwaambie kazi tutafanya kwa kuwajibika, kwa haki na kwa ukweli ndani ya kaunti yetu. Netwanyita nado itu. Kabito dake morathime. Na mweke wega. Leo hede agathiko kudio mwabangire mutiakeje tira ndo athika tetukire agathiko ko hamwe. Leo ndĩreciria nyambe njuke njikarange haha ũguo nĩgetha nyone kana mũgĩrĩke ndirikana kama mũkandehagĩra ka lunch. Lakini vile niko hapa, kabla hatujaondoka tutaongea alafu tuone namna gani. Kwa hivyo we mwenye kupeleka mambo mbele njoo hapa, alafu tumalizie hii sherehe, tuseme Mungu awabariki, awatende vyema, tukaekae tu hapo vile alivyo hapa. Basari zetu tuko nazo. Lakini wewe Mheshimiwa Kentams ulisema basari unataka tupange siku moja yako ya next week. Ndio ukuje upeane basari. Na tuende huko kwa hii mahali yako ya Kiandutu. Tutembee. Na uambie watu barabara za Kiandutu nimekutengenezea zote, karibu zikuishi. Na mataa karibu nimalize hiyo mataa nitakuwekea yote. Sawa sawa jamaa. Sasa wewe ambia watu wa Kiandutu ya kwamba kazi inafanyika. Hii hapa kuna kamtoi kalikuwa kameletwa hapo, hiyo kamtoi kalikuja hapa. Kalikuwa kanasema hapa wapi msichana? Ndio huyo. Wameongezeka Sasa unajua hii ndio story ya Kiambu. Sasa governor akifika mahali hao watoto unaona wote wako kama vile governor alikuwa mbeleni. Wawili wale wameongoza kwa 400 marks. 400 marks. Usimsahau hiyo. Sasa bwana wewe Jakuma wewe niko na basari yako. Sasa unakuja unanipangia unaniletea hapa lakini sasa haya huyu mjamati alikuwa na 400 huyu mnaona. Simpigie makofi huyu jamaa huyu. Tena huyu alikuwa na 380. Si ndio?
hata hawa wengine wote walikuwa wamepita hawa. Naona wote haka kakona 390. Haka ndio nimesema, umesikia kalisema tibili ya ni nani huyo kwa hospitali? Ni mama yake. Mama yake ameshikwa kwa hospitali. Hiyo ndio maisha yenye mnasikia nikisema hapa. Lazima tubadilishe, tuhakikisha kwamba hata mama akitoka atatoka kama nitamlipia na atoke akiwa na kadi kwa mkono. Ndio next time akienda hospitalini hata nyinyi mnatibiwa na kuondoka. Na my friend ulikuwa na ngapi? 363. Sasa hii watu yote mkuja pale ndio tuwapatie hiyo cheki ya kwenda shuleni. Sasa muende msome. Sawa. So sasa hii nyinyi ndani mkae, majina mlete, alafu watapa wapi Njuguna? Shika hii, wewe panga hiyo mambo, acha hiyo watoto waende shuleni. Sawa. Ntonyita nado itu. Ngabito dake morathime na mweke wega. Na ithuĩ tũtirĩ na ũru, tũtirĩ thĩna na mũndũ, ithuĩ twendaga kũruta wĩra witũ, na ndirĩ irumi nĩ mũkĩonie irumi nĩ ndatiganire nacio. Njino nĩ ndatiganire nacio, nĩ ndaremirwo nĩ ũhoro ũyũ wa gũtinda atĩ kũingagĩrĩra andũ, atĩ gũtinda gũcokanĩria na andũ. Wĩra nĩ mũingĩ na mathaa ma mĩario na irumi gũtirĩ na gũtirĩ mũndũ ũkamakĩrwo kĩgerio gĩake gĩa 2027 na irumi iria arumanĩte, kana tiguo andũ aitũ. Na ndũkaheo kura atĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ ũciinũrĩte andũ aingĩ. Mũndũ akoragio nĩ wĩra ũrĩkũ ũrarutĩire andũ, kana tiguo andũ aitũ. Leo sasa mkiona mimi na nyamaza, hata mkisikia nini msinigojee tukusikia nikitusiana watu. Mimi sina haja na matusi, niko na haja na kazi. Nĩtwanjĩtana andũ aitũ. Ngai twake mũrathime na mwĩke wega tutanakiurĩrwo. Asanteni. Na wewe jamaa, wewe tutaonana. Asante, tupigie gavana wetu makofi mazuri. Asante, naomba tusimame ndio tupate wimbo.